Ndugu mtazamaji wa Maseta TV, bado tuko na kipindi chetu pendwa cha Chakalika, kipindi ambacho kinahusisha wafanyabiashara mbalimbali ambao wanafanya biashara mbalimbali za kuweza kupatia kipato, yani wachakalikaji, kama kipindi chenye kinavyosema cha Chakalika. Bado tupo tunaendelea kuongea na wachakalikaji, watu ambao wanafanya biashara mbalimbali. Na hapa tupo na mjasiriamali mchakalikaji mmoja. Tutaweza kuzungumza naye kuweza kuona anafanya vipi biashara yake ili kuweza kuendesha maisha yake ya kila siku. Dada, mambo? Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Mary. Unaitwa Mary? Una muda gani toka uanze biashara yako? Kama miaka 12. Miaka 12? Ni muda mrefu. Kitu gani kilikufanya ukaanzisha biashara yako hii? Maana kuna biashara nyingi za kufanya. Kitu gani kimekusukuma wewe ukaona hapa cha kufanya nifungue biashara yangu? Mimi sikuanza na biashara hii, nilianza na biashara nyingine. Sema kutokana na jinsi ninavyokuwa nakaa na watu, nikawa najifunza biashara, ndo nikachagua biashara hii. Kwa hiyo ulikuwa unafanya nini hapo kabla? Nilikuwa nimeajiriwa hotelini. Ulikuwa umeajiriwa? Hotelini. Hoteli. Umesema una miaka 12 toka uanze biashara yako. Jamani, mmemsikia mchakalikaji. Amesema yeye kabla ya kuanza biashara yake hii alikuwa ni ameajiriwa hotelini. Lakini kaona aache kwenye kazi ya kuajiriwa, akaamua bora ajiajiri mwenyewe, akaja kufungua biashara yake. Na ndio hivyo anaendesha maisha yake. Ulikuwa umeajiriwa, ulikuwa umesomea hiyo kazi ama? Hapana, sijasomea. Ulikuwa hujasomea? Yaani ulikuwa ni day worker au? Nilikuwa tu kama day worker. Yaani nilikuwa nalipwa tu kwa siku. Ulikuwa unalipwa kwa siku? Ndio. Sasa kingapi? 10,000. 10,000? Kwa siku? Ndio. Ulikuwa unaweza kujikimu vipi? Nilikuwa naweza kujikimu kwa sababu nilikuwa bado nakaa nyumbani kwa mamangu. Kwa hiyo sasa hivi umetoka nyumbani, sio? Sasa hivi nimetoka nyumbani, najitegemea, nimepanga na nina watoto wawili. Ni changamoto gani ambazo ulikuwa unapitia kwenye hiyo kazi yako ya hoteli? Ile kazi, changamoto ambayo nilikuwa napitia, mfano ukiwa na emergency hujaenda kazini, unakuta ni mtu kachukua nafasi yako. 2,500, 4,000. Jamani, mmemsikia vizuri. Mfanya biashara huyu amesema yeye kabla ya kazi yake hii alikuwa anauza hoteli, na changamoto ambayo alikuwa anapitia siku ambayo ukisema umekaa nyumbani, aidha umepumzika ama una changamoto moja ama nyingine, ukirudi huku nafasi yako inakuwa ishachukuliwa na mtu mwingine. Hizo ni changamoto za kuajiriwa. Kwa hiyo akaona hayo yote bora aje kujiajiri mwenyewe. Tunaendelea na kipindi chetu cha Chakalika, kipindi ambacho kinahusisha wafanyabiashara mbalimbali. Na hapa tupo na wafanyabiashara, tunaendelea kuzungumza naye mawili matatu ili kuweza kuona kwamba yeye anaendesha vipi biashara yake na kuweza kujikimu na maisha yake ya kila siku. Dada, narudi kwako. Changamoto gani ambazo unapitia kwenye biashara yako hii ya kuuza genge? Si ni genge hili? Yaani changamoto hapa kubwa ni mfano vitu vikipanda bei, wateja wanakuwa yani wanasumbua kwa sababu kutokana na bei sasa hivi vitu havieleweki. Hiyo ndio changamoto yangu kubwa. Pole sana. Asante. Ni faida gani ambayo umeipata toka uanze biashara yako mpaka sasa? Faida ni kubwa, nasomesha watoto wangu. Kama hivyo napata hela na nimepanga chumba nalipa. Basi. Kwa hiyo wewe unasomesha watoto wako, unakaa mwenyewe, yani haujaolewa? Hapana, sijaolewa, nakaa na watoto wangu. Kwa hiyo ni single mother? Na msichana wa kazi. Jamani, mmemsikia mwenzetu. Anakaa peke yake, ana watoto wawili. Kwa hiyo yeye mwenyewe ndo anasomesha watoto wake, yeye mwenyewe ndo anafanya kila kitu. Ni single mother, lakini hajakaa kujibweteka. Kaona hapa cha kufanya niweze kujishughulisha, akafungua biashara yake. Yote haya ili kuweza kujipatia kipato na kuweza kuendesha maisha yake, kama hivyo kuwapeleka watoto wake shule. Kuna masingo mother wengine wapo tu wanakaa kulielia kila siku.
hawana cha kufanya, labda wanasubiri kupewa ama kuitwa sehemu fulani kwamba kuna kazi, badala ya kuweza kuchanganua akili yao na kuweza kuangalia kwamba kitu gani ambacho nitakifanya ambacho kitaweza kunipatia kipato cha kuweza kuendesha maisha yangu ya kila siku. Mfano mzuri kwa dada yetu hapa, yeye ni single mother, lakini hamtegemei mtu yeyote, anajitegemea mwenyewe. Dada, unawashauri nini wasichana kama wewe? Na washauri tu watoke majumbani, kazi huku ni nyingi, huku barabarani unatafuta kazi yoyote mtu unafanya, kwa sababu huwezi ukakaa sasa hivi maisha sasa hivi nyumbani ukamtegemea mtu. Hapana, yani maisha sasa hivi ni kuchakalika, kila mtu unatafuta kitu, kwa sababu huwezi ukakaa nyumbani unamtegemea mtu. Kwa haya maisha hapa Dar es Salaam mimi ninavyojua, tofauti na mkoani. Hapa Dar es Salaam kila mtu anafanya kazi, kila mtu anatafuta riziki. Hauwezi ukakaa nyumbani ukamtegemea mtu. Unaishauri nini serikali kama nyewe wafanyabiashara ndogo ndogo, kama hizo changamoto ambazo mnapitia, nini serikali iwafanyie? Kwa mfano kama kwa hapa Kimara Korogwe hapa, sisi hatuna soko. Tulikuwa tunaomba serikali tujengee soko ili tupate sehemu ya kufanyia biashara, kwa sababu hapa tumejiegesha ni barabarani. Saa nyingine anaweza akasema wanatengeneza barabara tunaondoka, lakini kwa hapa sisi hapa hatuna soko. Tulikuwa tunaomba tu tutengenezwe soko kwa hapa Korogwe. Jamani, mmemsikia mfanyabiashara amesema kwamba anaiomba serikali watengenezewe soko hapa Kimara Korogwe, maana wao wanauza biashara zao barabarani, na maana kama kuna barabara zitakuwa zinatengenezwa kwa upande mmoja ama mwingine, kwao itakuwa ni changamoto sana kufanya biashara hiyo. Kwa hiyo wanaomba sana serikali watengenezewe soko ili wawe na sehemu maalum ya kufanyia biashara yao. Umeweza kumsikia dada vizuri, changamoto ambazo amepitia, faida ambazo amepata kwenye biashara yake, na ameweza kukushauri kwamba wewe kama kijana, wewe kama msichana kama yeye, wewe kama single mother ambaye labda upo hauna mume, hauna cha kufanya, unaweza ukachagua ni kitu gani ambacho unaweza ukafanya biashara yoyote ile, ukaweza kujipatia faida na ukaanza kuendesha maisha yako ya kila siku. Kama ulikuwa na sisi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi, na imani kuna kitu umejifunza kupitia vipindi vyetu. Endelea kufuatilia kipindi cha Chakalika na vipindi vyetu vingine vingi ambavyo vinaruka kwenye chaneli yetu ya Maseta TV. Ulikuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, Salma Chisampa. Bye bye. Tukutane tena wakati mwingine.